unahuzunika nini wakati Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia ummati wako mambo matano ambayo kwamba hakuna umma mmoja ambao umepewa kama haya. Ikiwa kuna umma ambao kwamba ulikuwa chini ya Kalimur Rahman na Allah Musa, watu wake hawakupata zawadi kama hiyo. Ikiwa kuna umma ambao kwamba ulikuwa chini ya raya ya Habibur Rahman, mpenzi wa Mungu Ibrahim, na hawakupata, kama kulikuwa na umma ambao kwamba nabii wake mwenye kusidika zaidi kina Shuaib, hawakupata zawadi kama hiyo. Lakini mimi na wewe ambao kwamba ni umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa tuko nyumba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala akapeana tunu ambayo kwamba tunu hili tulikwenda tukaianza tu neno moja, ili mimi na wewe tujue mahali petu tulipo juu ya kufungua hili hapa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، حيث يقول سبحانه وسبحانه في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الحبيب النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير إنك على كل شيء قدير. أحبابي وأحباب الرسول صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله إنه قد فاز المتقون. vipenzi na wapenzi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu na kumtakia sala na amani kiongozi wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumleta juu ya mgongo wa ardhi kama hii, ndio tumeenda kuizoa sifa na tukawa tunahusika tukiitwa kwamba ni umma wa Kiislamu, umma ambao kama uko chini ya raya yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakadhalika sikuacha bali nimeutia nafsi yangu pamoja nanyi katika swala zima la kuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kufanya hivyo ndio tutakwenda kutoa sifa ya kwamba nasi ni miongoni mwa wale ambao baba wana lakabu ya kuitwa nao ni watu wa peponi. Ama baada ya hapo, katika juma lililopita tulianza maudhui yetu kuyazungumzia namna mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala yalivyo
Tusikie wanadamu, tena hususan tusikie Uislamu. Alafu kama haitoshi zaidi tusikie waumini. Kisha tukazungumza kwamba katika lile juma lililopita malengo kwa tunaashiria tutaendelea. Kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku kati ya masiku ndani ya uhai wake alishukiwa na Jibril. Jibril alayhi salatu wasalam akampata Bwana Mtume amekuwa mnyonge sana. Akampata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mnyonge sana. Akamuuliza, nini kinakuhuzunisha ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam? Unahuzunika nini wakati Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia ummati wako mambo matano ambayo kwamba hakuna umma mmoja ambao umepewa kama haya? Ikiwa kuna umma ambao kwamba ulikuwa chini ya Kalimur Rahman na Allah Musa, watu wake hawakupata zawadi kama hiyo. Ikiwa kuna umma ambao kwamba ulikuwa chini ya raya ya Habibur Rahman, mpenzi wa Mungu Ibrahim, na hawakupata, kama kulikuwa na umma ambao kwamba nabii wake ni mwenye kuthibita zaidi kina Shuaib, hawakupata zawadi kama hiyo. Lakini mimi na wewe ambao kwamba ni umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa tuko nyuma ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala akapeana tunu ambayo kwamba tunu hili tulikwenda tukaianza tu neno moja, ili mimi na wewe tujue mahali petu tulipo juu ya kufuatilia hapa katika imani. Alafu pia tukaambizana ya kwamba hii ni Ramadhani ni miongoni mwa zile amana ndugu yangu katika imani. Zama aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, inna aradna al-amana ala as-samawati wal-ardh, lishakuna amana moja kubwa zaidi ilikuwa ni amana ya Qur'an. Amana ya pili ambayo kwamba leo hii tutatambua na kila mtu kutaka kujionyesha amana hii iwe ni Ramadhani. Ramadhani utasikia watu wanao wa Ramadhani, kina nani wa Ramadhani, kina nani wa Ramadhani. Ila Ramadhani hii alipata kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa huruma ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi ninazungumza na wewe, sikiliza, na wewe unakuwa ni miongoni mwa wale wanaohusika ndani ya mtukufu. Tumepewa amana hii. Je, amana hii mimi na wewe ndio sababu tuko ndugu yangu katika imani? Amana hii kati ya mimi na wewe, je, unafikiri kuna ngapi mbele yako katika umma? Amana hii lazima kujilia mauti leo hii, na amana hii inakufikia na maandamano haujui kwamba leo ya mwanzo katika kuiona usoaji ziko vile unapojua, haujui kwamba leo ya mwisho, haujui itakuwaje, sasa unaingia itakudai. Kwa hiyo tunafungua hadithi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu anazungumza kwamba man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, yule anayetoka akasimama, yule anayetoka akajipinda kisawasawa katika takwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, imanan wa ihtisaban, akawa anaamini kwamba huu nitakufa nao mwezi huu. Ramadhani mwaka huu ni wangu, Ramadhani mwaka huu lazima nitajipeleka mpaka Allah subhanahu wa ta'ala leo. Wazee walikuwa wakitawakkali kutokamana na matendo yao. Siku zote tunaambiwa hapa, wazazi ambao kwamba walikuwa ndani ya pango walianza kutawassal kutokamana na matendo yao. Ule mmoja akasema, mimi wazazi wangu walikuwa wazima, lakini nilikuwa mimi siwezi kuenda kumwangalia bibi yangu wala kuwalisha wanangu mpaka nihakikishe wazazi wangu wamekula. Wanatawassal, kisha wanamwambia Allah, ikiwa wewe na kama huu kwamba mimi siangalia watoto wangu wala bibi yangu wala familia yangu, isipokuwa nafanyia wema wazazi wangu kwa ajili ya kuhakikisha wamelala wamekula vizuri, ndipo nianze kuipata familia yangu. Ikiwa Allah unarudia wema kama huu, basi fungulie na kuachilie pango hili zikawa zimefunguka. Je, niambie katika funga letu tunaweza kutawassal na funga letu? Hata sisi sote tunamalizana ili kuzidisha ulewa wa imani pale ilipo, uweze kuizidisha ndugu yako katika imani. Sisi hatusimangani, isipokuwa tunapeana motisha, kila mtu aweze kuivuta imani yake ipeleke. Basi kama tunashirikiana kusimanga, bado haujaingia katika darasa. Hapa ninakwambia wewe, na wewe nao ukishika ukiona tunapotea step uniambie nini, tunajengana imani zetu, ili nasi tukawe miongoni mwa wale watu wa peponi ambao kwamba
tutauliza watu baadhi masala ya kumfuata sasa. Jamani, sisi tulikuwa pamoja kitu fulani. Hivi kitu kimeweza motoni. Ili na sisi tukaipata shaka kama hii. Ya kuuliza watu, bwana tusali pamoja na mkokotoni nini? Tukauliza kama inshallah Allah ajalie na sisi tukawe miongoni mwa watu hao. Mbona watakuwa ni wewe? Siku kama hii Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa jibril ma hada alhasna ya Muhammad ni uzuni wa nini ukarari Muhammad أوصي الله تعالى لأمتك 5 أشياء الله سبحانه وتعالى أموفقيا أمتي wako mambo matano ولم يعطيها لأحد قبلك na hakuna hata umma mmoja uliopewa mambo haya matano hata umma mmoja. Nakumbuka tunalizana kuna mitume wanapiga mambo makubwa. Wewe anaitwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuna mwenzetu miongoni mwa mitume anapewa lakabu anaitwa Khalilur Rahman, mpenzi wa Mungu. Ibrahim chuma baba wa imani. Na kuna mmoja anapata lakabu mzito anaitwa Khalilur Rahman, muongezi na Mungu. Yeye anaongea moja kwa moja, lakini mambo matano kama haya hapati. Mwangalie katika Musa alayhi salatu wasalam, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ambejaa uwezo, na kama atapata pamoja kama hii au chini juu ya raya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, naye alicho ni ummati Muhammad. Ummati wako kwa wewe ni bora, wewe kitu bora bila kuwa mpaka nabii wa Allah anaitwa Kalimur Rahman, muongezi na Mungu, anaomba awe kama wewe. Wewe hivi ushafikiria na uongozi ulionao ushaketia chini kwa udadafu ambao mmepewa mambo matano kwa kwamba hakuna umma umepewa kabila yake. Amana la kwanza ambalo kama tumepewa Waislamu wote tumepewa umma Muhammad wote, jambo ambalo kama hawakupewa wote ubaya wengine. Allah Ta'ala لفضل الله سبحانه وتعالى المزموزة كالحديث القدسية جديد أكذيما أنا عندي ظن عبدي بي أسمى مني كدوتي نموكي أدانا مجاوب الله سبحانه وتعالى أنا كما صرت لي يكون أدانا مجاوب فبصار دوتي نموانزلية فمقولة تبيودية ونحن سكوزوت لكن كذلك سكوزوت الله نموانزلية كما هو يمجاوب نبني سنة مكروغة تبودي Allah ana matumaini na wewe. Angalia mapenzi ya Allah juu yetu. Angalia Allah anakupenda na anatarajia ya kwamba wewe kwako utarudi. Je, mwenyewe unataka kurudi? Mwenyewe unataka kurudi? Mimi na wewe ndio wale. Naita mtu wa mtu mmezidi, mmefikisha tena, naambia atakufikia. Nakwambia siku gani utarudi? Imagine umezidi na una mpango ukijaye kuzidi. Ambapo utampikia jioni arudi mzima. Yaani umefanya na unapanga kumkosea tena Allah. Lakini mwangalia Allah, yeye zote ana imani, anataka ya kwamba mja wangu atarudi huyu tamsamehe ili nimfikie peponi. Sallallahu alaihi wasallam. Hilo ni moja kati ya yale ambayo kwamba amepewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo sisi namna Allah anatupenda. Namna anatupenda, ana imani kwamba tutarudi kwake na atatufia katika pepo yake. Yale mapenzi yake yalipokuwa ya upendo kwa sisi. Wala yukhalifu dhannahu, wala Allah subhanahu wa ta'ala haendei kinyume dhana yake. Wewe kuwa utakapokuwa, lakini ile dhana anakuwekea Allah kwamba kuna siku lazima atarudi huyu mja wangu. Huyu mja wangu atarudi ama habadilishi. Wewe kama mtu unakuwa, lakini habadilishi ana matumaini na wewe. Wewe una matumaini na Mungu. Yangu katika imani. Wewe unayo matumaini na Mungu? Bila shaka utakuta ni kwa sababu tu sasa tunafunga hadithi ndio tunabadilisha matumaini yetu yote kwa Mungu. Lakini kuja kiasi leo ukibadilisha kula ile matumaini yote ya saa 7 za mchana yote yamefika. Kama kujua kwamba moja kati ya yale ambayo amepewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na hayajapewa yeyote ni kwamba Allah la mwanzo anatumaini na sisi kwamba
kutarudi kwake, wala habadilishi msimamo huo. Ama thani, ama jambo la pili ambalo kwamba amepewa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam dhidi ya umma wake, masatara alaihi fi dunia, yule ambaye kwamba atakuwa ana tabia ya kujistiri ndani ya ulimwengu, yule ambaye kwamba atafanya yote juu ya hii mambo hayo upate kujistiri, basi Allah subhanahu wa ta'ala anaapa ya kwamba hatomteteesha mpaka katika uwanja wa kiyama. Ndio hivyo. Amana wewe hivyo hata kujua vipi kwa usiku unacheza muziki kali kwa yeye, kwa usiku umeasi umeangukia hivi kali usikwambia unajua wewe, basi yule kwamba atajistiri juu ya mpango wa ile hali hatopata fedheha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii imepewa umma Muhammad pekee yake. Ndio yangu kuwa na sana tumeelewa kuwa na, kwa sababu Allah ni zawadi amepewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na special kwa umma Muhammad kwa mapenzi yake Allah subhanahu. Ama jambo la tatu ambalo kwamba ni zawadi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lilimtoa unyonge aliokuwa nao. Alikuwa anaishi mnyonge, lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kujitutumua, akajiona si mnyonge tena. Asante. Lam yakhliqa ala ummatika bala tauba, hautofungwa mlango wa toba kabisa juu ya umati wako Muhammad. Umati wako mlango wa toba daima uko wazi kwa ajili yao. Anasema ya Muhammad, mlango wa toba uko wazi daima dhidi ya umma wako. Ndugu yangu, mbona matelezo kitelelea kwenye maasi tu? Mbona umesahau? Mimi kienda mnaenda hivyo. Ni kama nimeshika moto ndio nimeshika hivyo. Kuna kuizima kama hivi. Bila kuna kuizima. Bwana Mtume alipoambiwa Allah hatafunga mlango wake wa toba dhidi ya umati wako. Mbona unajisikia mzito? Umati wenyewe kama mimi na wewe. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia ni mwenye kusikiliza, muda alipoambiwa ya kwamba Mwenyezi Mungu hatafunga mlango wake wa toba dhidi ya umati wako maana yuwaridhu, mpaka mtu imefika roho yake kwenye koromeo, lakini bado Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekea matamanio. Allah bado anatamani jawabu atarudi kwangu, roho imefika. Ndio pale wazee wanasema unaosha miguu katika dunia hii tunawachia dunia mpaka uko pale, lakini Allah subhanahu wa ta'ala bado anasema ndugu atarudi. Wala mapenzi ya Allah kwa sisi na sisi kwa Allah tupoje? Sisi kwa Allah tupoje? Sisi mimi na wewe kwa Allah tupoje? Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala anatuwekea dhima ya kwamba yeye ana imani sisi tutarudi mpaka roho inatoka iko kwenye malaka taraqi qila man ra inakwenda kabisa, lakini bado anamshauri huyu jawabu atarudi, ataomba toba huyu, ataomba. Unakwenda katika miongoni mwa wale mabwege, mtu anakufa namna yake mweka moyoni sana mkewe, au anacheza kama sana ya karata, anacheza na kadi, roho inapanda sana kata, anasema amekula na kei, nimekula na kei, nimekula na kei. Watu wanakaa kideta kueleza mashaka kuona kana na kei huyu nini mai. Mashaka alikuwa akipenda sana kucheza kadi. Ndio yangu chunga kile unachokipenda, isije kiletea mwadhara ya mwisho. Tunapenda ndio kuombea ili alemema tupeleke kwema, na kila ambacho tunahitaji kukipenda ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yote haya yanazungumza ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu kwetu sisi. Yeye anatuonyesha moja kwa moja kwa anatupenda wewe, ndiye ni vingapi Allah amekupenda, mpaka anazungumza ndani ya Qur'an akisema kama wa yata'udhu ni'mat Allah la tuhsuha. Kama unataka kuzihesabu neema alizokupea Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi atamshika madhuri makina nani hakuna ambaye kama atasikia kumaliza. Hata kusema na wale ndani ya kuhesabu wewe kufika.
ufukara uko mshikimo wa mama, Allah akakubalisha. Ukaja kujijui, Allah akakupa akili. Allah akakufanya ukajitambua wewe nani. Mpaka dakika hii pale ulipo unapumua free, unaona free, unasikia free. Kila kitu unafanya ukijisikia sawa sawa wewe. Utamfanyia Allah. Na bado mapenzi yake yanaendelea hivyo hivyo. Kisha anakuwekea mizani ya haki. Akizungumza ina alaina sabila ina shakira, anakuwekea njia mbili. Uchague hii ya kushukuru akukutie peponi, uchague ya kukufuru akakutie motoni. Angalia kila kitu umekewa wazi. Lakini mimi na wewe sisi wazuri. Sisi tunajua. Jambo la tatu, Allah subhanahu wa ta'ala hakukatii tamaa mpaka roho yako ikiwa kwenye ardhi, kwenye koromeo inatoka, lakini yeye anajua kuwa atarudi kwamba atafidia. Ama jambo la nne, manuti ya mila al-ardh khati'ati, yule baba atakuja amejaza kutoka hapa kwenye ardhi mpaka mbinguni kote amejaza madhambi. Ndugu yangu, fuatana na mimi. Hebu nifuate na hii. Naomba sote tuwe pamoja. Jibril anamwambia Bwana Mtume, umati wako ametoa mambo matano, na miongoni mwa hayo matano namba 4, naomba tu na wewe tuchukue na tufanyie kazi. Namba 4, haijalishi wewe nani, umefanya nini, umekuwa nini, lakini sikilize ile andiko. Lekunasue kama nimesema na wewe kubaka basi kesho ukifunga uifunge kweli. Kama tunasimama tu kufanya swali kweli. Kama unataka kufanya neno lako lolote basi ufanye kweli ili Allah ajue kama hapo ulielewa. Sikuelewa? Kobo. Lamna man utiya min al-ardh khati'a, ndio kwamba atakuja siku ya kiyama amebeba kutoka kwenye ardhi. Hii ardhi yote ameijaza madhambi yake. Ardhi yote kuna kujua, kuna usipojua kote wewe umejaza madhambi yako. Yaani wewe bosi. Hakuna kaunti usiokuwa na kampuni. Wewe bosi. Hakuna kaunti yoyote usiokuwa na mtu. Wewe baba mlezi, hakuna kaunti usiokuwa na mtoto. Hakuna kabila wala kama hujaza nalo. Wablezi international hakuna tendo usiojua ladha yake. Tukipende hapa. Man usiya ila al-ardh khati'a, ila atakuja siku ya kiyama lakini iwe kwenye ardhi yote yamefanya madhambi kote haifai madhambi maskini. yaghfir Allahu ويغفرها الله له بعد أن يقول. Hebu mtazamo turudi kwa Allah. Turudi kwa Mungu mwanangu zawadi. Na namna Allah anasema, anasema ikiwa umefanya madhambi umeijaza hii ardhi yote madhambi, Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehe madhambi yako hayo. Mdatuka kama kweli kurudi na kudumu kutamka neno la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kilima ambayo kwamba si nzito kwenye mdini, kilima ambayo kwamba si nzito katika ajili ya maisha, kilima ambayo kwamba hata moyo kuibeba haiumizi. Yanasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na ukawa na msimamo bila aqwal wala afwal. Umetamka la ilaha illa Allah kwa matamko sahihi, kisha umetamka la ilaha illa Allah na kumaanisha katika moyo wako na vitendo vyako kwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ni mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Unakeje? Huyu ni Allah namna anatupenda. Mapenzi yangu mimi na wewe yako wapi kwa Allah? Yako wapi? Ama khali ama jambo la tano ambalo kwamba ni mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala, anamuonyesha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba umati wako tumewafanyia hili pia, umati wako tumewapenda hili pia.
الخامسة يرفع العذاب عن الأموات وhuondolewa adhabu za maiti biduai ahya kwa dua za watu waliokuwa hai. Yaani unawaombea, umemwombea mtu wako alitangulia, anasamehewa kwa sababu wewe uko hai umemwombea yeye. Haya hakuna kupata mwingine, umepewa ndugu yako katika imani. Isipokuwa tumepewa mimi na wewe. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anatupenda na anadhihirisha mapenzi yake ya kweli. Kisha akamrudia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Muhammad, ewe Muhammad, qul in kuntum tuhibbuna Allah, waambie jamaa zako ikiwa kweli nao wanarudisha upendo wao, wanampenda Mwenyezi Mungu, fastabihu, wakufuate wewe Muhammad. Kwa Muhammad wasikukopi namna unavyopenda mimi, nao watarudi. Sisi ndio wale hao, sisi ndio وقل كشاء الله سبحانه وتعالى نمضي ربنا الكلمة وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم وأمي فنان ما تنبغي يلوكم منا Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yaona vilisha inafanywa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu na mtume wake wanaona na waumini wanaona, na kisha mtambua kwamba mtarudi kwa yule mjuzi wa siri na dhahiri ili mkaelezwa kutokana na yote mliokuwa mkiyatenda. Akiangu ukiwa msanii tuna pretend Allah anajua zaidi. Ikiwa ni kweli unapenda Allah kwa nia yako safi, Allah anajua zaidi. Bila Allah tumuombe kwamba atuweke tuwe tuko katika nia za sawa sawa. Ikhwan, atuma Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atueleza kwamba qul ya ibadi, ewe Muhammad, waambie waja wangu. Anazungumza mapenzi yake anapenzi. Imagine umemkosea kadri ulivyomkosea, lakini bado Allah anazungumza kauli hii. Anasema, "Qul ya Muhammad, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim." Waambie waja wangu ambao kwamba wamefanya israfu ya madhambi kuzidilizia nafsi zao. Hebu piga hesabu kabla ya Ramadhani ilikuwa na mpaka sasa. Hii aya inanihusu, hii aya inakuhusu, hii aya inamuhusu yeyote ambaye kwamba anakanyaga mgongo wa ardhi. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Sasa kuambia ni waja wangu, waambie waja wangu wale ambao kwamba wamefanya israfu ya madhambi tofauti tofauti kuzidilizia nafsi zao. Kama umekula, umeiba, umezini, umedanganya, unabii wa kimada, tuangalie madhambi yote. Kwani hausona nini na moto wa Allah? Huu moto unachukulia dunia. Mtu mmoja mwizi ukatoa adhabu ya waizi, mtu mmoja mzinzi ukatoa moto wa wazinzi, mtu mmoja mrongo ukatoa moto wa waongo, mtu mmoja sasa swala ukatoa kwa mtu mmoja unasengele, kwa mtu mmoja ni fitini. Angalia tu sita hivi. Watu moto gani? Hebu ichukue hii experiment, hebu ndio ukifanya. Ngoja uje na ruka jioni mama anapika. Kwa kupeleka kwa mdomo, anakuchukua kidole chako kwa hiyo uji, wewe ndiye utamu wako usikie. Sasa kuna kama utamu utasikia, basi uko mahali kucheza. Mbona tunajikoroga? Na Allah kupe maneno mazuri haya anafikia akisema, "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim." Sasa kuambia waja wangu ambao kwamba wamefanya israfu katika nafsi zao, wamefanya kila aina ya madhambi kuzifanyia nafsi zao, la taqnatu min rahmatillah, wasikate tamaa kutokamana na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wasikate tamaa. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala anatuwekea tamaa mpaka yuhafu. Mpaka chiko katika roho iko kwenye koromeo na nataka kwenda. Basi Allah anemani jaomba na rudi. Wewe bora umekata tamaa. Wewe ambaye bora una ndoto usikate tamaa, mbona unashakata tamaa? Kwa mapepo ya watu fulani, yani sio yeye mwenyewe kushapiga hesabu pepo ya hao na hao. Basi kila siku
Shikarabu likisema muombe Mwenyezi Mungu kaingie peponi, hata kama kwenye pepo utakosa nafasi uaskari wa kingine. Na muombe Mwenyezi Mungu akupe kinyweo cha peponi, vinywaji vya peponi, hata kama utapata maji ya onyedasi, lakini huo utakuwa maji ya peponi kuliko maji ya motoni. Ni hatari mno. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Sisi wajawani kwamba mmefanya madhambi kuzidishia nafsi zenu, basi msikate tamaa katika rehema zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi. Wao dhambi kubwa kumshinda Firauni. Ila ndiye kama aliona hakuna Mungu isipokuwa Mungu, anafaa kuitwa yeye. Wao dhambi kubwa kama hiyo yapo ndani ya ndoto tu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama kuna watu kusukupinda na madhambi, wasome kina amani, kina Namrud. Wasome watu wamewaua nabii, watu wamewapiga wao nabii. Wasome watu wanaopiga kama mtu amejaliwa kuuliza Mtume Muhammad wewe muongo. Kwa sharia la tasmatu min rahmatillah. Usikate tamaa kukamana na rehema zake Allah. Nikimalizia mmoja kati ya maswahaba anakuja kumwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hali wallahi ta'aban. Leo hii hali yangu ni ta'aban. La taknatu. Simama penye la taknatu. Hapa ndo nataka nikuhudumie. Ndio hali yangu tabani, ndani ya nyumba hakuna unga, ndani ya nyumba hakuna maelewano, ndani ya nyumba hakuna ngano, hakuna mafuta, hakuna maji, hakuna lolote. Na nyumba nimeacha bibi yangu na mdomo wake tu, nyumba ilikuwa moto ya Rasulullah. Mwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anapata akapoliza, wewe tayari salatu wa ihsan. Ule Mungu akaambia naomba sana ya Rasulullah, mpaka anachoka. Kabla kabla na rahmatillah. Kile ukitoka hapa nenda kwako nyumbani, kachukue ungu vizuri, atakuswali, usikate tamaa, jirudishe kwa Allah. Wale sahaba anatoka tawala vizuri, anamwambia bibi yake, wewe tarisha vyombo mimi hapa kishauri. Akatawala vizuri, akamua na swali. Swali rakaba mbili. Akamaliza rakambia, anamwambia bibi yake aweki vipi huko. Akapo wewe toka baba, utafuta chakula, hakuna lolote. Tunawaambia kina mama, wewe toka. Hakika anakosea wapi? Na mtume alikuwa harendi bwana. Kuzungumza urongo. Ndio ameniambia sasa tunashikamane tu na hizi kaka mbili hapa. Nisikate tamaa na tajidiwa. Akaanza tena upya. Akarudi akasema swala yake kumaliza muda kesho, akamwambia sirudi mambo mara mbili. Nakwambia toka, kwanza alimalizia maji. Toka bwana. Akajirudisha vizuri, la taknatu min rahmatillah. Akatawaza upya. Basi akarudi kweli kusikata tamaa mbele ya Allah, kwamba ya Allah ni wewe. Maneno kama yale yalizungumzwa na Yunus akiwa ndani ya gunia, ndani ya tumbo la pewa, ndani ya kiza kinene, ndani ya usiku mnene, akisema Rabbana inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Usipotuhurumia Allah, sisi tunakupenda kweli Mola wetu, ila uwezo wa mapenzi yetu umefika hapa. Basi kama hutatuhurumia wewe Allah, lanakunanna min al-khasirin. Tutapata hasara bure. Maskini tunafunga, tunadhoofika, tunaisha maji, tunaisha damu, tunapauka. Na hatujui kama tunakuja funga hizi wala haziji. Liza usipotuhurumia, wallahi tutaathirika, tutapotea sote na njaa. Akarudi akasali vizuri. Kabla amalize, anasikia kuja kisiagi ndani ya choo. Kisiagi inasanga ni ile mbaya. Haijaonekana ile kisiagi. Kisiagi inajaga. Mama amechota unga, ametia kwenye magunia, ametia kwenye mapipa, ametia kwenye ndoo, ametia kwenye majagi, ametia kwenye vikombe, akatia paka kwenye vijiko. Madera yake anafunga kwenye mikono yote, imejaa unga. Nini? La takmatu. Hakukata tamaa sahaba. Akajaza kila kitu unga, lakini tunajua mwanadamu alivyo. Akataka kujua sasa kitu gani anataka. Je, tokana kuna tunapenda unga wa choki.
Tunapika sima, kumbe sima yenyewe unga ni chokaa. Mwanadamu wasiwasi wake, Allah subhanahu wa ta'ala anasema tumemuumba mwanadamu wana'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, na sisi ndio tunajua kile kinachotia wasiwasi katika nafsi zao. Ile bwana akaja akakanyaga ile jiwe, ile kisaja kikanyaga, alipokanyaga kikasimama. Aliposimama akachungulia ndani, alipochungulia riwaya ya mwanzo anatuambia alipata konde za ngano 6. Ile bwana akasali mara 3. Alipata konde za ngano 6. Riwaya ya pili inasema alipata 4. Riwaya ya mwisho inasema alipata 2 tu. Kwamba alisali na akajibiwa tu na konde 2 za ngano. Akasema sisi tusitumie, madamu aliyetutuma tufanye jambo kama hili ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi acha nirudi kwa Bwana Mtume. Ndio hawajakata tamaa mpaka wanajibiwa na bado wanataka ufafanuzi bwana. Karudi kwa Mtume akamuuliza, baada ya kumuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, amuuliza je, umeacha bado ninasiaga au hapana, nijisimamisha nikataka kujua gani na nini. Akamwambia Allah, alladhi nafsi biyadihi, na hapa ndio kama nafsi yangu iko katika mikono yake. Lau kama ungeliacha hiyo jiwe, lingeendelea kusaga hizo konde mbili mpaka mwanadamu wa mwisho katika umma huu asikule hiyo sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa kutokaza, ndugu zangu, kwa kutokaza kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifunga kweli kisha uhisaba, mtarajie malipo kwa nani? Allah, na malipo utayapata. Tena kwa imani uamini kwamba Allah yupo na anakufuata hebu zote kwa nafsi zote. Bora tumuombe atusaidie. Tumuombe zaidi. Tuna mapungufu yetu mengi. Tubakie pale imana wa ihtisaba. Tumeamini na tunatarajia, tunafunga. Mapenzi yetu hayatoshi kama tukuonyeshe kweli Allah tunakupenda. Lakini kiwango chetu ndio hivi ya Allah. Tujaribu kuonyesha, usipete yako. Kutoka pale ulipouona ni mwezi mgumu kweli. Lakini ulipouona ukaamua kuingia ndani ya hii link, ndio? Umeingia ndani ya hii link leo sisi kwa hiyo hatujui tutatoka ndani ya hii. Hatujui tunakwenda mpaka kwenye system. Lakini inshallah Allah tufikishe finali. Na bila shaka pia tubebe, ndio? Na kila mtu anataka hivi. Basi ni kumrejea yeye Allah na kumlilia yeye. Na tukifikisha kule kwenye finali, hapo mapenzi yetu na imani zetu ni kwamba ameridhia Allah. Mwenyezi Mungu atusikie kitabu na tuepushe na kila maradhi. Tuonyeshe haki kwamba ni mzuri tuweze kuifuata na tuonyeshe basi kwamba ni mbaya tuweze kuepuka. Assalamu alaykum.